من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة أما بعد أولا أوصيكم بوصية نفسي في اتقوا الله عز وجل فقد فاز من اتقاه سبحانه بقوله جل في علا إن للمتقين مفازا بفنزبي الله بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى وكتك سالنا السلام وكيونغوز وأمة محمد صلوات رب سلامه عليه mwanzo ya yote na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kutekeleza jukumu ambalo lilotufanya tuwepo katika mgongo wa ardhi kwa maana kutekeleza ibada za Allah vile ambavyo alivyoamrisha na kukatazika na makatazo yake vile ambavyo alivyokataza subhanahu wa ta'ala. Bizi Allah, hutuba yetu ya Ijumaa ya leo itarudi katika ibada miongoni mwa ibada za Allah jalla fi'ala. Kama tunavyotambua kwamba ibada ismun jami'u likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batina, kama walivyofasiri wanazuoni jambo la ibada kwamba ni jina lenye kukusanya kwa kila kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda na kukiridhia, iwe ni katika mfumo wa maneno ya mja au ni matendo miongoni mwa matendo ya mja. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anayaridhia na kuyapenda, basi ni katika ibada, yawe ya dhahiri watu wanayeshuhudia endapo yakifanyika, au yawe yenye kujificha mtu anafanya yeye hali ya kuwa ni siri pamoja na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Penzi Allah, ibada ambayo tunayoizungumzia leo at-tawadhu, na kichwa cha habari cha hutuba hii kinasema kwamba at-tawadhu min al-ibadati,
tawadhu ni katika ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbabu fillah, atawadhu tunapolisema neno hili tunamaanisha ya kwamba adamu takabbur ni kutokuhitaji wewe kuwa juu na kuwa mkubwa katika kila sehemu, bali ukawa unajiona si lolote si chochote kwa wenzio Waislamu, kwa jamii iliyokuzunguka. Tawadhu kunyenyekea, kwa maana kujiona kwamba wewe uko chini, wewe uko duni kuliko mwenzio Muislamu uliokuwa naye katika safu moja, na wala sio kujifanya kwamba wewe wakati wote uko juu kuliko mwingine, uko bora kuliko mwingine. Jambo hili atawadhu min al-ibadati ni katika ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kukubali kujiona kwamba wewe si lolote si chochote, kukufuata kauli ya Allah, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika ya mbora wenu mbele ya Allah ni yule mcha Mungu wenu, yule ambaye anayojikita zaidi katika kumcha Allah, yeye ndio mbora wenu. Basi wewe ukajiona ya kwamba si lolote si chochote, bali hujafanya chochote juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo likakupelekea na kukuhamasisha zaidi katika kumcha Allah jalla fi'ala. Ahbabu fillah, Allah jalla fi'ala anasema وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. Na waja wa Allah miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda, lakini atakaowalipa malipo watakaoyaridhia wao, malipo atakayoyapenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wale ambao wanipotembea katika ardhi, wanipotembea juu ya mgongo wa ardhi, wanatembea kwa hali ya staha, kwa hali ya kutokujivuna, wakijiona kwamba wao ni watu wa kawaida, ni waja wa kawaida miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile pindi watakapozungumzishwa na watu wasiokuwa na uelewa katika masuala ya dini, wasiokuwa na uelewa katika masuala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanasema amani, qalu salama, wanasema ni salam, amani, kila kitu kwetu sisi ni amani. Ahbabu fillah, Allah jalla fi'ala katika aya hii anatuonesha miongoni mwa sifa za waja wa Allah ni kutembea katika hali ya staha, katika hali ya kutokujikweza, kwa maana kwa hali ya tawadhu, hali ya unyenyekevu. Lakini pia Allah jalla fi'ala anasema wala tamshi fil ardi marha innaka lan taghrika al arda wa lan tablugha al jibala tula, wala usitembee katika ardhi hali ya kujigamba, hali ya maringo, hali ya kudunda kana kwamba wewe ndio mbora kupita watu wote, kana kwamba wewe ndio mstahiki wa kutumia njia kuliko wengineo. Usitembee katika mgongo wa ardhi katika hali hiyo. Kwa sababu gani? Hakika ya wewe ukifanya hivyo hautoweza kuibomoa ardhi, hautoweza kuitoboa ardhi kwa vishindo vyako, lakini hautoweza kuipita milima kwa urefu, kwa kusema utembeaji wako ukawa na uwezo mkubwa, majivuno yako yakawa na kiburi kikubwa kwa kiasi ambacho ukaweza kuiharibu ardhi, ukaitoboa ardhi kwa mwendo wako, au ukafikia urefu wa milima iliyokuzunguka. Ahbabu fillah, atawadhu min al-ibadati, tawadhu kujinyenyekeza, kujiona wewe ni mja wa kawaida, ni miongoni mwa ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile Allah jalla wa ala anasema فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله جل في علاه anasema kwa kutuoneshea wasifu wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini khitabu liljamii, mazungumzo haya yanatukutanisha na yatukusanya sisi wote. Allah jalla fi علاه anasema kwa rehema toka Allah subhanahu wa ta'ala, umekuwa na moyo laini kwa wao, umekuwa ni mlaini kwa wao. Lau ungekuwa na moyo msusuavu, ungekuwa na moyo mgumu, ungekuwa wewe ndio wewe kwamba mimi ndio kiongozi wenu wa dini, basi kila kitu ninachokitaka ndivyo,
kila ninacholihitajia ndio mimi, ndio kila kitu, ungekuwa hivyo lanfadhu min haulika, basi watu wangetawanyika pembezoni mwako, watu wangekukimbia, wasingekukaribia, usingekuwa na joho hilo la watu ambalo unalolipata, usingekuwa na nafasi yoyote ya kuweza kuwakusanya watu na kuwafikishia hiki kitu ambacho tulichokutumiliza kwake. Kwa hiyo fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfadhu min hawlika, ungekuwa na moyo mgumu, ungekuwa wewe ni mutakabbiru mbele yao, basi watu wangekukimbia, watu wasingekuwa karibu nawe. Ahbabu fillah, atawadhu min al-ibadat, tawadhu nyenyekevu kwa waislamu wenzenu katika ibada. Mama atakunu, vyovyote vile utakavyokuwa, vyovyote vile utakavyokuwa na neema ulizojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini swala la tawadhu tukumbuke ni katika ibada, kwamba kujiona wewe uko hali ya chini kuliko wenginewe katika Waislamu, na wala si kujifanya wewe ni mbora kuliko wenginewe. Fala tuzakku anfusakum, wala isijekatokea mkatakasa nafsi zenu kwa kujiona nyie ni wabora zaidi kuliko wenginewe. Ahbabu fillah, وقد دعا صلى الله عليه وسلم الى التواضع. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kutuletea wasifu wake wa kusema kwamba kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala umekuwa na moyo laini, umekuwa ni watu wa kuwakusanya wenzio, watu wa kujadiliana nao, ungekuwa na moyo mgumu wangekukimbia. Pamoja na sifa hizi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala jambo la tawadhu, lakini wahasa alayhi biqawlihi, na akawa anaimiza zaidi jambo hili. Alikuwa anawalingania watu katika sala ya tawadhu, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaimiza zaidi kwa wale aliokuwa nao juu ya jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alinukuliwa akisema kwenye tawadhu, inna Allah auha ilayya, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha wahi kwangu mimi mtume wenu, antawadhu, kuwa nyenyekeaneni, kubalini kuwa chini, na wala asitokee mmoja wenu akataka kuwa juu ya mwenziwe kwa sababu ya kile alichoruzukiwa na Allah au nafasi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad, wala paka ifikia hatua asijifaharisha yeyote kwa mwingine. Ifikia hatua kuna yeyote anayejifaharisha kwa Muislamu mwenziwe, kwamba wote wakawa katika hali ya sawa sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawalingania maswahaba, lakini mwito huu wetu sote Waislamu kwa kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, yeye ndio kiigizo, yeye ndio mwenye kutuongoza miongoni mwa miongozo yake. Aliwahi kusema kwamba hakika umeteremsha wahi kwangu mimi, antawadhu, nyenyekeaneni Waislamu, hatta la yafkhal ahadun ala ahadi, mpaka ifikie hatua kwenye safu za Waislamu hakuna yeyote anayejifaharisha kwa mwenziwe, hakuna yeyote anayejiona bora dhidi ya mwenziwe. Ifikie hatua hiyo katika safu za Waislamu. Wakala sallallahu alayhi wasallam, lakini pia Mtume alayhi salam amesema, bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum, wakati ambapo mtu mmoja akiwa anatembea kwa wale waliokuwa kabla yenu nyinyi ummatu Muhammad, wa alayhi burdan, aliyakuwa ana mashuka mazuri mawili aliyejifunika, ana maguo mazuri mawili aliyejifunika, yatabkhatar, anajifakharisha, yatabkhatar fihima, anajifakharisha kwa maguo hayo, kwa maana anatembea kwa mwendo wa upole na mwendo wa maringo, kwa sababu amevaa nguo nzuri, amevaa mavazi mazuri, kwamba katika jamii yeye nguo yake ndio high quality, ipo katika daraja bora, daraja la juu kabisa la ubora. Akawa katika hali hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia habari hizi, idh khasafa bihi al-ardh,
ghafla ikamdidimiza ardhi katika hali hiyo, fa huwa yatajarjalu fiha ila yaumil qiyama, na yeye bado anacheza au anaogelea katika hali hiyo, kwamba bado hajafikia safari yake, bado anaogelea tu katika ardhi mpaka siku ya kiyama, ndipo atakapofika pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia mtu huyu afike. Adhabu hii imemkuta kwa sababu gani? Kwa sababu ya kule kujifakharisha kwake, kwa kujiona kwamba yeye ndiyo kila kitu, kwamba ana vazi la thamani, ana mavazi yaliyokuwa bora kuliko watu wengine. Mwendo wake ukawa na mabadiliko makubwa katika njia, kwa kila atakayemwangalia, fulani amevaa, fulani leo ana mavazi mazuri mno. Kutokana na hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala akadidimiza ardhi kwa mtu huyu, kwa maana akatumbukia katika ardhi. Ahbab fillah, atawadhu min alibadati, tawadhu, kunyenyekea katika Uislamu ni katika ibada, yani adamu takabbur, basi na kuleta kibri katika dini, kwamba ukawa wewe ndio wewe, huambiliki wala utakinataa kutoka kwa Waislamu wenzio. Hapana, Uislamu uende katika mfumo huo. Ahbab fillah, وقالت عائشة رضي الله عنهما, na amesema Aisha radhiallahu Allah ziwe juu yao yeye na baba yake, innakum, hakika yenu nyinyi, la taghfuluna an afdalil ibada, mnaghafilika na kujisahau juu ya ibada iliyokuwa bora zaidi. Aisha radhiallahu Allah ziwe juu yake anasema, hakika yenu nyinyi mnasahau, mnaghafilika juu ya ibada iliyokuwa bora zaidi. Mwisho wake akamalizia atawadhu, kukubali kuwa chini kwa Muislamu mwenzio, kutokujikweza, kutokujiona bora. Hii ni ibada miongoni mwa ibada zilizokuwa bora. Maneno haya aliyasema Aisha, na yeye aliyasema haya baada ya kuyatambua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndivyo akawafikishia maswahaba kwamba jamani, mnaghafilika na kujisahau na ibada bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam niliwahi kumsikia, bali nilimuona katika hali hiyo ya kunyenyekeza kwa aliyokuwa nao. Sisi tunaghafilika nayo ibada gani? Atawadhu, kujinyenyekeza kwa Waislamu wenzio. Wakala sallallahu alaihi wasallam, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake amesema, la taturuni kama atarat an-nasara Isa bin Maryam, fa inma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, msije mkanilimbikizia sifa, mkazidisha kunisifu kama vile ambavyo manaswara walivyomsifu na kumongezea sifa Isa bin Maryam, kwa kumuita huyu ni ibnullah, mtoto wa Allah huyu. Mwisho wake sasa, huyu ni Allah, huyu ni Mungu, huyu ana nafasi hii na nafasi hii katika huyu. Msije mkanizidishia sifa kwa kiasi hicho. La taturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, msije mkaniongezea sifa kwa kiasi ambacho kama vile walivyofanya manaswara kwa Isa bin Maryam. Fa inma, hakika si vinginevyo, kwa maana hivi ninavyosema ndivyo ilivyo, ana abduhu, mimi ni mja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu, basi semeni mnapozungumza juu yangu mimi mtume wenu, semeni abdullahi wa rasuluhu, mimi ni mja wa Allah na ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. Atawadhu, huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, anaonesha hali ya tawadhu kwa aliyokuwa nao, hali ya kuwa chini, ya kuonesha kwamba mimi na nyinyi tuna usawa, isipokuwa mimi tunateremshiwa wahi, ndio nililokuwa nalo. Lakini katika masala mengine ya kijamii, ya kibinadamu, mimi na nyinyi tuna usawa. Ahbabu fillah, atawadhu min alibadati, miongoni mwa sifa njema, miongoni mwa tabia bora za Muislamu ni kuwa na tawadhu, kuwa ni mnyenyekevu kwa aliyokuzunguka, Waislamu wenzio, wale waliokuzunguka katika jamii, na wala usiwe na sifa njema, sifa isiyokuwa na pambo la Uislamu, sifa ya takaburi, kujikweza na kujiona wewe ndio wewe kwa wale waliokuzunguka. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحباب في الله، أوصيكم ونفسي في تقوى الله عز وجل مرة ثانية، فقد فاز من اتقاه جل في علاه. Tawasieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kwa mara ya pili kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hutuba yetu ya pili pia tutaendelea kuangalia juu ya kichwa cha habari kinachosema ya kwamba tawadhu min al-ibadati. Tawadhu, kunyenyekea ni katika ibada, kwa maana kukubali kuwa chini ya Muislamu mwenzio, kwa maana kujiona wewe na yeye mko sawa sawa, kuto kujikweza, kuto kufanya kiburi katika Uislamu. Jambo hili ni katika ibada na ndivyo Uislamu unavyohitajia. Tumeona aya za Allah subhanahu wa ta'ala, bali hizi ni baadhi yake. Kuna aya nyingi tumeziacha zikielezea masala haya juu ya masala ya tawadhu bainana, lakini vile vile tumeangalia baadhi ya kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa Mtume namna walivyokuwa wanamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutuelezea kwa kiasi ambacho Aisha radhiallahu ziwe juu yake anasema kwamba mnaghafilika na ibada kubwa mno, ibada yenye malipo makubwa ambayo ni atawadhu, kunyenyekea. Lakini pia tukiendelea na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na matendo yake, wakana sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, yajlisu ala al-ardhi, alikuwa anakaa juu ya ardhi kama alivyokaa maswahaba wake. Kama ni sehemu ya kukaa wamekaa, na yeye atakaa hapo hapo. Wayakulu ala al-ardhi, na alikuwa akila juu ya ardhi. Si kwamba mimi madhali ni mtume wenu basi nitafutieni meza iliyokuwa bora, kwamba yeye ni wa high table amekaa sehemu ya kuheshimiwa. Hapana, wayakulu ala al-ardhi, alikuwa vile vile akila na maswahaba zake kama wamejumuika, alikuwa anakaa juu ya ardhi. Wayakulu, na alikuwa akisema inma ana abdun, hakika si vinginevyo mimi ni mja, kwa maana ni mja wa Allah kama mlivyokuwa nyinyi waja wa Allah. Ajlisu ala al-ardh, ajlisu kama yajlisu al-abd, mimi ninakaa kama walivyokaa waja wengine wa Allah. Wa akulu kama yaakulu al-abd, na ninakula kama vile walivyokula waja wengine wa Allah, kwamba sina tofauti nyingine yoyote zaidi ya wahi. Mimi na nyinyi tunaofanana, mimi ni mja wa Allah na nyinyi ni waja wa Allah. Hii ni adamu takabbur, kuto kujikweza, kujiona kwamba yeye ndio yeye. Laiti ingekuwa ndivyo hali hizi kwa vile ambavyo tulivyokuwa sisi, kwamba ni kiongozi lazima atingiwe sehemu maalum, sehemu heshimivu, inaheshimiwa kwamba hapo niko fulani. Lakini hapana, kwa kuonesha hali ya tawadhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi ni mja kama waja wengine walivyo, ninakaa kama walivyokaa waja wengine, ninakula kama walivyokula waja wengine wa Allah. Kwa hiyo mimi na nyinyi tuna ufanano. Ahbabu fillah, atawadhu min al-ibada, tawadhu ni katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Abu Bakar radhiallahu anhu, alikuwa Abu Bakar radhiallahu ziwe juu yake, ambaye sahabiyul jalil, sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yeye ndio kiongozi wa kwanza baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki. Kijiti cha uongozi alikishika Abu Bakar, radhiya Allah ziwe juu yake. Sasa huyo Abu Bakar radhiya Allah ziwe juu yake alikuwa idha mudiha fi wajhihi, inapotokea wakati akasifiwa mbele yake, watu wanamsifu Abu Bakar, mashallah, anajitahidi kwenye masala ya uongozi, anajitahidi katika kujitolea, anajitahidi katika hili na hili. Ilikuwa akisifiwa mbele yake, au asna an-nasu alayhi, au watu wakaonesha sifa zote kwa juu yake. Yakulu, alikuwa akisema Abu Bakar radhiallahu juu yake, Allahumma, Allah, innaka a'lamu bi min nafsi, hakika wewe unanijua mimi zaidi kuliko mimi ninavyofahamu nafsi yangu. Yani baada ya kujisikia kusifiwa mbele yake, Abu Bakari anahili, anajitahidi kwenye hili sifa njema, sifa zilizokuwa bora. Pamoja na hivyo, Abu Bakari radhiallahu anhu anamuelekea Allah, anasema Allah, innaka a'lamu bi min nafsi, wewe unanitambua zaidi mimi mja wako kuliko mimi ninavyoifahamu nafsi yangu.
wa ana a'lamu bi nafsi minhum, lakini pia mimi naifahamu zaidi nafsi yangu kuliko hawa wanionisifia wanifahamu. Wao wananifahamu katika dhahiri yangu, hawajui yaliyo ndani yangu ni yapi. Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unanifahamu zaidi mja wako, lakini mimi pia naifahamu zaidi nafsi yangu kuliko wao wanifahamu. Allahumma, Allah, ij'alni khayra ma yadhunnun, nijalie mimi ya kheri yale wanaoyadhania, nifanyie kheri katika yale wanaoyadhania juu yangu, lakini waghfirli, na nisamee mimi ma la ya'lamun, katika yale wasioyajua yanayonihusu mimi. Wala tuakhidhni bima yakulun, wala usinichukulie adhabu kwa yale mabaya wanayozungumza juu yangu, kwa jambo lolote wanayozungumza juu yangu ambalo limetokea ni changamoto kuteleza kama mwanadamu, basi usinichukulie adhabu kuniadhibu katika jambo kama hilo. Huyu ni Abu Bakari radhiallahu anhu, anaonesha hali ya tawadhu juu ya jitihada zote. Wote tunafahamu katika masala ya historia namna ya Abu Bakari alivyokuwa anajitahidi katika kutoa kwenye njia za Allah, alivyokuwa anajitahidi katika kuongoza watu wake. Si yeye tu, bali hata Umar radhiallahu anhu, viongozi wote wa khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hivyo, alikuwa akisikia sifa yote juu yake anamuelekea Allah kwa kutokuonesha kiburi cha namna yoyote, kwa kujionesha yeye si lolote si chochote miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, wewe unaitambua zaidi nafsi yangu kuliko mimi ninavyojitambua, na mimi pia naitambua nafsi yangu kuliko wao wanavyonifahamu au wanionisifia. Allah, basi jalia kheri hayo wanayodhania kwangu, lakini pia unisamehe katika yale mambo ambayo wasioyajua juu yangu, na usiniadhibu katika yale wayasemayo. Ahbabu fillah, atawadhu, unyenyekevu kati yetu ni katika ibada, ni katika sifa na shiaru islamia, katika alama nembo ya Waislamu kwamba huyu ni Muislamu, huyu ni Muislamu, hali ya kuwa tunanyenyekeana kati yetu, kutokuonesha kiburi kutokana na nafasi uliyokuwa nayo, kutokana na cheo ulichokuwa nacho, kutokana na neema ulioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbabu fillah, tawadhu min al-ibada. Wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alikuwa Umar radhi Allah tuwe juu yake, yas'adu ala al-minbar, alikuwa akipanda juu ya minbar, wa yakul, na alikuwa akisema Umar, ayuha nasu, enyi watu ayuha nasu, enyi watu, tawadhu, hebu nyenyekeaneni, msifanyane kiburi, msijikweze kati yenu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maneno haya ninasema kwa sababu ya mimi nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man tawadha lillahi rafa'ahu, mwenye kujinyenyekeza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamnyanyua mtu huyo. Kwa maana sio kwamba kujinyenyekeza kwake kwa Waislamu wenziwe ndio ikawa ni sababu ya kuwa duni katika jamii, bali Allah rafa'ahu, Allah anamnyanyua kutokana na tabia yake hiyo njema, tabia ambayo aipendaye Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Umar ibn al-Khattab radhi Allah ziwe juu yake. Ahbabu fillah, qala Mutarrif ibn Abdullah, katika wema waliotangulia man Mutarrif ibn Abdullah anasema, wallahi, na hapa kwa Allah, ma raaitu ahadan min almuslimin, msijawahi hapo kuona yeyote miongoni mwa Waislamu, illa dhanantu annahu khairu minni, isipokuwa nikimuona nilikuwa ninamdhania kwamba yeye ni bora kuliko mimi. Anasema Mutarrif ibn Abdullah, katika maisha yangu mimi sijawahi kumuona yeyote katika Waislamu, bali nilikuwa natengeneza dhana njema, nilikuwa natengeneza taswira iliyokuwa bora kwa mtu huyo, kwamba mtu huyo ni bora kuliko mimi. Ma raaitu ahadan, sijamuona mtu yeyote minal muslimin, miongoni mwa Waislamu, illa dhanantu annahu khairu minni, isipokuwa nilikuwa ninamdhania na kuona kwamba yeye ni bora kuliko hivi nilivyokuwa mimi. In kana akbar, alikuwa akiwa huyo mtu Muislamu ni mtu mzima, akbaru minni, ni mtu mzima kuliko mimi, kulutu, nilikuwa nikisema, ataa Allah kabli, amemtii Allah kabla yangu, wa abidahu, na amemwabudu Allah kabla yangu, akthara minni, zaidi kuliko mimi.
Kama akiwa huyo Muislamu ni mtu mzima, ni mtu mkubwa kiumri, basi dhana ambayo nilikuwa ninaitengeneza, huyu ni bora kwa sababu ya umri wake huu, amemwabudu Allah zaidi kuliko mimi. Mimi na miaka 20, yeye ana miaka 50. Katika miaka yake 50 tufanye 30, yeye amemwabudu zaidi Allah kuliko nilivyomwabudu mimi. Kwa hiyo yeye ni bora kuliko nilivyokuwa mimi. Lakini wa inkana asghara minni na ikitokea ikawa huyu Muislamu ni mdogo kiumri kuliko mimi, kultu, nilikuwa nikisema asaitullah akthara minhu, mimi nimemwasi Allah zaidi kuliko yeye. Yeye miaka yake ni 15, mimi na miaka 40, yeye ana miaka 30, mimi na miaka 60. Sasa kwa hiyo umri wangu mimi nimepitia sehemu nyingi sana za kumwasi Allah, nimeteleza sana katika kumwasi Allah kuliko yeye, bado umri wake mdogo kuliko mimi. Alivyomwasi Allah yeye na mimi tofauti. Kutokana na hivyo basi yeye ni bora kuliko mimi. Huyo ni Mutarraf ibn Abdullah. Katika wema waliotangulia walikuwa wakiishi kati yao wanatengeneza taswira za namna hii, kwamba walipoonana kwamba huyu mwenzangu ni bora kuliko mimi, haijalishi awe ni mkubwa au awe ni mdogo kiumri, alikuwa akimuona yuko bora zaidi kuliko. Fama baluna nahnu al-yawm, vipi tunavyoishi hivi sasa sisi? Tunaishi katika mwenyendo gani? Mfumo atakaburu fi ma bainana, takaburu kati yetu ndicho kitu ambacho kinachokithiri, kwamba mimi kujiona bora kuliko fulani, fulani akajiona bora kuliko fulani, huyu akajiona bora kuliko fulani, kwa kiasi ambacho atawadhu bainana, ile hali ya kunyenyekeana, ya kurudi chini kati yetu ikaondoka, hali ambayo inaweza ikatuchelewesha sana katika masuala ya kimaendeleo ya dini yetu, inaweza ikatukosesha malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kichwa cha habari kinatuambia tawadhu min al-ibada, tawadhu katika ibada. Maisha yetu yawe katika mfumo huo, kwamba pale unapomwona Muislamu mwenzio, na wala isiwe katika mifumo ya kwamba mwenye mali wa kuongea naye, kusalimiana naye mwenye mali tu, mwenye elimu wenzake mwenye elimu, mwenye sijui nafasi fulani mwenzake. Hapana. Waislamu, namna ya tabia ya Uislamu ilivyo ni tawadhu, kurudi chini, kujiona wewe ni wa kawaida kwa Muislamu mwenzio, kujiona wewe si lolote si chochote kwa Muislamu mwenzio. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mchaji Mungu wenu anayejitahidi zaidi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina haqqal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila al-batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma ihdina siratal mustaqima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya arhamar rahimin. Aqimis salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قام الصلاة الله أكبر الله لا إله إلا الله.